Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpendwa ambaye unatufuatilia kupitia Haji Upepo Online TV. Natumai bila shaka wewe ni mpenzi wetu kwa hali na mali. Na natumai pasina shaka kwamba unatamani harakati zetu zifike mbali zaidi na chaneli yetu iboreke zaidi. Kwa hivyo basi tunakuomba hivi sasa tuma mchango wako kwa haraka mno kupitia namba zetu hizo hapo chini. Kisha baada ya kutuma mchango wako tu nitumie SMS kupitia WhatsApp kwa namba yangu hiyo hapo, na hapo nitakuunga katika magrupu yetu ya elimu ambayo tunafundisha vitabu na fani mbalimbali ili uwe memba wa Haji Upepo Online TV. Channel yetu kwa sasa haina vifaa kabisa, na kwa hivyo tunaomba uchangie sasa bila ya kurudi nyuma na bila ya kusema kwamba atachangia mwingine. Ni wewe ambaye tunakutarajia utashikamana nasi katika hali yetu hii ya kidharura ili tutatue tatizo letu hili na harakati zetu ziende mbele. Fanya haraka kwenye hili. Changia sasa kadri ya uwezo wako kupitia namba zetu hizo hapo, kisha nitumie SMS kupitia WhatsApp. Shukran sana wa jazakumullahu khairan. Mtu akisema mimi nasubiri Saudia iandamishe mwezi na mimi ndio nifunge, haya ni makosa. Mpaka Saudia iseme, haya ni makosa. Msimamo wetu sisi, pahala popote walipo Waislamu wakitutangazia mwezi umeonekana tunafunga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Leo insha Allah taala kwa dakika chache na kusudia kuzungumza kuhusu suala la mwandamo wa mwezi. Nadhani tunafahamu inapoingia Ramadhani au tunapotoka ndani ya Ramadhani kuna kuwa na mgogoro. Wanajiuliza watu ni upi usahihi baina ya kufunga mwezi unaoitwa mwezi wa kimataifa, yani kwa maana mwezi popote pale duniani utakapoandama basi hukumu ya mahala hapo itakuwa ndio hukumu ya dunia nzima, kwa maana dunia nzima itakuwa imeshaingia Ramadhani, au usahihi ni kufunga kwa mwezi mwandamo wa eneo ambalo upo. Ni upi usahihi? Watu huwa wanajiuliza swali hili kwa sababu huwa kila mmoja anasema kivyake. Kwa mukhtasar nitalizungumza jambo hili inshallah kwa dalili za kunukuu, lakini pia nitakuonyesha kwa dalili ya kiakili pia. Na moja kwa moja naanza mazungumzo yangu kwa kusema kwamba suala la kusema kuwa eti mtu afunge Ramadhan kwa maana kuingia kwa Ramadhani au afungue, yani kwa maana kutoka kwa Ramadhan kwa kutumia mwezi unaoitwa mwezi wa kimataifa, yani mwezi ulioonekana nchi ya mbali kabisa ambayo inatofautiana miandamo na nchi yako, iwe mwezi kwa sababu umeonekana huko na wewe hapa uathirike uwe na hukumu ya mahala huko. Msimamo huu wa mwezi wa kimataifa, kwa maana mwezi ukionekana kokote ndo ufunge, msimamo huu ni bid'a, na hii iko wazi kabisa. Kwanza ni bid'a, lakini la pili hauna dalili msimamo huu katika sheria, lakini la tatu hautekelezeki. Na kwa hivyo hata baadhi ya ulama ambao pamepokelewa kutoka kwao kwamba walisimamia msimamo huu, wao wenyewe hawakuweza kutekeleza msimamo kama huu wa kwamba mwezi popote utakapoonekana ufuatwe, hawakuweza kutekeleza. Sasa mimi nitazungumza hii maudhui inshallah katika hali ya kujenga hoja, lakini pia kujibu baadhi ya yale ambayo yamepotoshwa kuhusiana na suala hili. Tukianza kwanza kunukuu kauli za ulama katika madhehebu tofauti. Kauli ya kwanza na nukuu kauli ya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yeye katika kitabu chake Al-Majmu' amezungumza kwenye juzu ya 6 ukurasa wa 280 mpaka 281. Amezungumza akasema Imam an-Nawawi rahimahullah kwamba idha ra'aw al-hilala fi ramadana fi baladin wa lam yarawhu fi ghayrihi, ikiwa mwezi mwandamo wa Ramadhani, mwezi wa kuingia Ramadhani umeandama na mji mmoja ukaona mwezi, mji mwingine ukawa haujaona mwezi, miji miwili tofauti, basi anasema Imam an-Nawawi usawa ni kwamba fa in taqaraba al-baladani
miji miwili hii ambayo mmoja umeona mwandamo mwingine haujaona, ikiwa inakurubiana, iko karibu miji hii, miandamo yao pia ni ya sawa, fa hukmuhuma hukmu baladin wahidi, hukumu ya miji hii itakuwa ni hukumu ya mji mmoja, yani itakuwa ni sawa na mji mmoja. Kwa maana hawa waliokuwa hawajaona pia itabidi wafunge kwa sababu hii miji iko karibu. Na kwa hivyo anasema wayalzamu ahla albaladi alakhari as-sawmu bila khilafi, na kwa hivyo mji mwingine hawa watalazimika wafunge bila ya kuwa na pingamizi jambo hili kwa ulama, ikiwa hii miji iko karibu. Lakini Imamu Nawawi akaendelea kusema wa in tabaada, na ikiwa miji hii iko mbali mbali, mji ambao umeonekana mwezi ndani yake uko mbali na ule ambao haujaona mwezi uko mbali sana, fawajhani mashhurani fi tariqataini, hapa kuna namna mbili ambazo ulama wamezipita, lakini asahuhuma, anasema Imamu Nawawi, njia sahihi kabisa kuifuata, la yajibu sawmu ala ahli albaladi alukhra, hapa lazimiki kufunga kwa watu wa mji mwingine ambao mji huu uko mbali na hawajauona mwezi. Hawalazimiki kufunga eti kwa sababu kuna mji ambao umeuona mwezi, kwa vile mji ambao haukuonekana mwezi uko mbali na mji ambao umeonekana mwezi ndani yake uko mbali, hapa lazimiki kufunga kwa hawa ambao hawajauona mwezi. Huyu ni Imamu Nawawi ambaye madhehebu yake ni madhehebu ya Kishafii. Lakini ukija katika madhehebu ya Kihanafi utaona katika kitabu kinachoitwa Tabyinul Haqa'iq cha Imamu Az-Zailai juzuu ya kwanza ukurasa 321, na yeye Imamu Az-Zailai rahimahullah pia amezungumza kama alivyozungumza Imamu Nawawi rahimahullah. Ameeleza Imamu Az-Zailai kwamba kwanza kuna tofauti, kuna ikhtilafu baina ya ulama, akasema wala ibrata bi ikhtilafi al-matali' wa qila yu'tabar. Kuna kauli mbili, wapo ulama wanaosema kwamba hapa zingatiwi tofauti ya miandamo, ukiandama popote utafatwa, na wapo wanachuoni wanaosema itazingatiwa tofauti ya miandamo. Lakini yeye Imamu Zailai ambaye huyu ni Mahanafi anasema wal ashbahu annahu yu'tabaru li anna kulla qaumin mukhatabuna bima indahum, na kauli ya usawa inayolingana zaidi na usawa, kauli ya kupatia zaidi ni kwamba khitilafu ya miandamo ya mwezi itazingatiwa, kwa sababu kila watu wanahutubiwa, wanasemeshwa na sheria kwa mujibu wa mazingira ambayo wapo kuhusu swala hili la kufunga. Na kwa hivyo ukionekana mwezi mbali huko, haiwawajibiki kufunga kwenye mji mwingine ambao uko mbali, ambao wao hawajauona mwezi. Hii ni kauli ya Imamu Zailai, anasema hii ndo ya usawa zaidi, kwamba kila watu wafunge kwa mwandamo wao. Lakini ukija mfano katika madhhabu ya Kimaliki unakutana na mwanachuoni mkubwa Ibn Abdul Barr katika kitabu chake At-Tamhid juzuu ya 7 ukurasa 159 mpaka 160. Yeye Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala alielezea kwamba anna ba'd al-ulamai qala bi'tibari ikhtilafi al-matali' wa anna ba'dahum qala bi'adam i'tibarihi. Alielezea vizuri kwamba kuna baadhi ya wanachuoni wanasema tuzingatie tofauti ya miandamo na wengine wanasema tusizingatie. Yani alieleza hii misimamo miwili yote kwamba ipo, wanachuoni wanakhtalifiana. Kisha akasema Ibn Abdul Barr katika kitabu chake At-Tamhid, yeye sasa anatoa msimamo. Huyu ni mwanachuoni wa Kimaliki, anasema ila alqawli alawwali adhhabu, mimi naelekea kwenye kauli ya kwanza, mimi nakubaliana na kauli ya kwanza. Kauli ya kwanza ni ipi? Ambayo ni ile inayosema pazingatiwe tofauti ya miandamo ya mwezi, kwa maana kila nchi itafunga kwa mwandamo wao. Anasema hii ndo kauli ambayo mimi nakubaliana nayo. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna athar, kuna habari imepokewa ambayo imeelekea moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile akasema mbeleni, akaendelea maneno yake, akasema hiyo habari iliyopokewa wa huwa qawlu sahibin kabir, hii ni kauli ya sahaba mkubwa, anamkusudia Ibn Abbas. Lakini mbeleni pia akasema wa qawlu taifatin min at-tabi'in, na vile vile hii kauli ya watu kufunga kwa miandamo yao pasi na kufuata miandamo ya mbali ndio kauli ya kundi la tabi'in. Kwa hiyo Imam Ibn Abdul Barr hapa anazungumza kwamba usawa zaidi ni kwamba kila watu watafunga kwa mwandamo wao.
na anasema ni kwa sababu hii ina hoja ya sahaba mkubwa akimkusudia Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Allah mridhie yeye na baba yake. Na hoja yenyewe ya Ibn Abbas ni ile hadithi ya Quraib. Hebu kwa ufupi acha niizungumze hii hadithi ya Quraib kabla ya kuendelea mbele zaidi katika mazungumzo yangu. Hadithi ya Quraib ni hadithi ambayo lau watu wangelitaka kuifuata haki basi ingeliwatosheleza kutoingia katika mgogoro. Yani hadithi ya Quraib inaonyesha wazi kwamba msimamo wa sawa ni watu kufunga kwa mujibu wa mwandamo wao na sio kufata popote duniani. Huo ndo msimamo wa sawa. Hadithi ya Quraib sitaki niisome kwa sababu ndefu, na ifupisha maelezo yake kwa ufupi. Ni hadithi sahihi ambayo ipo katika sahihi Muslim nambari 1087. Quraib alienda Sham. Quraib alienda Sham. Kule Sham alikoenda, anafika kule ndo Ramadhani inaingia. Mwezi ukaandama usiku wa Ijumaa. Mwezi ukaandama usiku wa Ijumaa. Lakini jambo la ajabu, aliporudi Madina, huku Madina kumbe mwezi uliandama usiku wa Jumamosi. Umeona tofauti hiyo? Kule uliandama usiku wa Ijumaa, kwa hiyo watu wakaamkia nafunga siku ile. Siku ambayo kule Sham watu wanafunga, huku Madina watu wanakula. Wao Madina mwezi wao ukenda ukaandama usiku wa Jumamosi. Sasa Quraib anaelezea kwamba yeye alifika kule Sham ndo inaingia Ramadhani, akaona mwezi umeandama usiku wa Ijumaa, kule watu wakafunga ilipofika asubuhi. Lakini anafika huku Madina, aliporudi mwisho wa mwezi anakuja kumuuliza Ibn Abbas. Ibn Abbas anasema sisi hapa Madina mwezi umeandama usiku wa Jumamosi. Kwa hiyo maana yake Sham wametangulia kufunga, wamefunga siku moja kabla kuliko huku Madina. Hii ni hadithi sahihi. Lakini Ibn Abbas akasema sisi hilo halitotuathiri. Tutaendelea kufunga, tutakapoona mwezi umeandama tena tutafungua kwa kumaliza kwa Ramadhani. Sasa Quraib akamuuliza Ibn Abbas, sasa wewe Ibn Abbas hutosheki na ule mwandamo wa Muawiya kule Sham? Kwa maana kwa nini tusiende sambamba na Muawiya? Na kwa mantiki hii, lau kama Ibn Abbas angelikubali kwenda sambamba na Muawiya, basi ilibidi ile funga moja ilipwe. Ilibidi ile siku ambayo walikula, kwa sababu itakuwa walikula Ramadhani, ingelilazimu walipe. Lakini Ibn Abbas akamwambia hapana, wao wametangulia kufunga, sisi tumechelewa. Lakini hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume, tubaki na msimamo huu. Hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume. Ibn Abbas kusema hivi manake anamaanisha haya ndo mafundisho ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba tunaweza kutofautiana, lakini muhimu wakati hii ni miji iliyo mbali mbali, basi hakuna tatizo. Acha sisi tuendelee na funga, na wala hatuhesabu hiyo siku walioanza huko Sham kwamba eti kwetu sisi ndio ilikuwa Ramadhani. Hatuhesabu hivyo. Huu ndo msimamo sahihi Ibn Abbas anaufundisha. Ibn Abbas kakataa mwezi wa Sham ambako mwezi uliandama mwanzo wa Ramadhani, Ramadhani iliingia mwanzo, Madina ikachelewa. Alikataa msimamo huo, alikataa mwezi wa Sham, na wala hakuwaambia watu kwamba ilikuwa Ramadhani kumbe siku ile itabidi tulipe. Hakuwaambia watu hivyo. Kwa hiyo ni wazi kwamba msimamo huu ndo msimamo sahihi. Kwa hiyo msimamo ambao unaenda kinyume na msimamo huo ni msimamo wa kizushi, ni bid'a. Na ajabu, wanaofuata msimamo huu wengi wao ni wale ambao wanasema ajenda yao kubwa ni kupinga bid'a, lakini wanafuata msimamo wa kizushi. Ni bid'a kusema kwamba eti tufate kokote utakoandama, ni uzushi usiotekelezeka. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nimemsikia Muhammad Bachu anazungumza kwamba eti hii ndo kauli ya jumhur, na anasisitiza, anafanya kwamba jambo la kuwa mwezi wa kufunga popote ni jambo la kauli ya jumhur, eti ndo hoja kwake. Kule kwenyewe Arabuni kule mwezi ukionekana Saudia au kuonekana Yemen hawafungi. Sasa hiyo ni juu yao wao wenyewe. Yaani sisi anatuhusu nini mambo ya Saudia? Kwamba mwezi umeonekana Saudia, Yemen hawafungi, mwezi umeonekana Yemen, Saudia hawafungi. Sisi hatuzungumzii nchi na matabaka na mamlaka, sisi tuzungumzia Uislamu.
Uislamu kwa msimamo wetu na vitabu tuko navyo, na ndiyo kauli ya jumhurul ulama. Sisi tuzungumzia Uislamu kwa msimamo wetu na vitabu tuko navyo, na ndiyo kauli ya jumhurul ulama. Mwezi ukionekana pahala popote, Waislamu wote wamelazimikiwa na kufunga. Yani hapa anachomaanisha kwamba hii ndo kauli ya wengi katika wanachuoni, kwamba mwezi ukiandama popote basi wewe ufuate. Katika zile madhehebu 4 zile kuu, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, madhehebu ya Kihanafia, Malikia, Shafi'ia, Hanabila. Katika madhehebu hizi 4 ulama watatu, Imam Malik, Abu Hanifa, Ahmad, hawa wanasema kwamba popote mwezi ukiandama ufunge. Imamu Shafi'i anasema hapana, kila nchi itafunga kwa mujibu wa mwandamo wake. Kwa hiyo hawa watatu wanapokuwa na msimamo mmoja, tunasema hiyo ni kauli ya jumhur vile vile. Na kwa hivyo Muhammad akizungumza kwamba ni kauli ya jumhur, anafanya kuwa ni hoja eti kule kuwa wanachuoni watatu katika wale 4 wamesema kwenye msimamo huu. Jawabu kwenye hili ni kwamba ni aibu kwake Muhammad kutumia hoja hii, kutumia hoja ya kauli ya jumhur. Hii ndo kauli ya jumhur. Kutumia hoja hii kwa yeye Muhammad Bachu ni aibu. Ni aibu kabisa, na wala asitumie hasa hoja hii, atafute hoja nyingine. Kwa sababu ya kwanza, hiyo kauli ya jumhuri anayosema yeye, ukiangalia hizo madhehebu zote 4, Shafi'ia, Hanabila, Hanafia, Malikia, zote hizo 4, ulama wengi wa madhehebu hizo wameeleza kuwa kila nchi na mwandamo wake. Hata kama wale viongozi wa juu, Imamu Abu Hanifa mwenyewe kasema fata popote, lakini wanachuoni waliotetea madhehebu yake, wanachuoni wa madhehebu yake, kama nilivyonukuu hapa, wapo wengi tu waliosema hapana, kila nchi itafunga kwa mwandamo wake. Kadhalika kwenye madhehebu ya Imam Ahmad bin Hanbal, kadhalika kwenye madhehebu ya Imam Malik. Hilo jawabu la kwanza. Jawabu la pili ni kwamba hii si hoja kwa Muhammad, kwa sababu katika watu wa ajabu, katika watu ambao wamekwenda kinyume na kauli ya jumhur mara nyingi ni mawahabi. Lakini nataka nikwambieni, mawahabi wamekwenda kinyume na ittifaq, makubaliano kabisa ya wanachuoni wale 4 wa kifiqhi, Imamu Shafi'i, Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Ahmad rahimahumullah. Ittifaqi, makubaliano ya wanachuoni hawa, wamekubaliana juu ya jambo moja, basi Ibn Taymiyyah anaenda kinyume nao na mawahabi wanamfuata Ibn Taymiyyah. Ittifaqi ya wanachuoni hawa 4 wa kifiqhi, makubaliano kabisa yao, hawa mawahabi wamekwenda nayo kinyume katika masail mbalimbali. Sikwambii kauli ya jumhur. Kauli ya jumhur ndo kabisa wameshaenda nazo kinyume, nyingi wameshaziacha. Lakini mimi nazungumza ittifaq. Mfano, mtu akitamka talaka 3 kwa wakati mmoja, akamwambia mkewe nimekuacha talaka 3. Ittifaqi, makubaliano ya wanachuoni 4 wote wa kifiqhi, madhehebu zile 4 zote, makubaliano yao ni kwamba hii ni talaka, tena ni talaka 3. Ukisema talaka 3 kwa wakati mmoja, kwa tamko moja, ni 3 kwa ittifaq. Mawahabi wamekwenda nayo kinyume kwa kumfuata nani? Ibn Taymiyyah. Swala la kulipa swala, mtu ambaye kaacha swala kwa makusudi, wanachuoni wa madhehebu 4 zote zile wamekubaliana ittifaq kwamba mtu huyo atalipa hizi swala katika njia ya kutubia, basi atazilipa hizi swala. Ibn Taymiyyah kakhalifu na mawahabi wamemfuata kwenye msimamo huo. Masala mengine, mfano kauli ya jumhur, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, wote wanasema kwamba tohara ni sharti katika kutufu al-Kaaba. Lakini isipokuwa Imam Abu Hanifa tu, mawahabi wamekamata msimamo huo kwamba si sharti, tohara si sharti katika kutufu. Kwa hiyo Muhammad akija hapa kutuambia kwamba hii ni kauli ya jumhur ndo akatumia ni hoja, itakuwa ni kituko, wakati wao si tu kauli ya jumhur, wao wameshakwenda kinyume na ittifaq ya wanachuoni wa fiqh na makubaliano ya wanachuoni wa kifiqh. Anataka kutuambia nini sisi? Lakini
pale nilipoeleza kwamba msimamo huu hautekelezeki, huu msimamo wa kwamba popote utakapoonekana mwezi tufuate, ni msimamo ambao hautekelezeki. Nilieleza hivi. Kwa nini? Kwa sababu nakupa mfano, kuna visiwa ambavyo ni nchi ndogo, wanaishi watu huko. Sasa ndani ya nchi hiyo ya visiwa kuna sehemu katika kisiwa inaitwa Kiritimati. Kisiwa hiki ambacho pia kinaitwa kisiwa cha Christmas. Kisiwa hicho ambacho wapo watu wengi wanaishi hapo. Tanzania iko mbele masaa 11 na mahala hapa panapoitwa Kiritimati. Tanzania iko masaa mbele 11, masaa 11 mbele. Manake tafsiri yake, Tanzania ikiwa asubuhi, wao ndo wanaanza usiku. Tanzania ikianza usiku, wao ndo wako asubuhi, wanaanza asubuhi. Tutafunga nao pamoja vipi hawa? Hili swali la kwanza. Hawaii vile vile USA, Tanzania iko mbele kwa masaa 13. Hivi sasa hivi ninavyozungumza, Tanzania iko mbele masaa 13 ikipishana na mji wa Hawaii USA, na wako watu wanaishi wengi sana. Masaa 13. Maana yake nini? Maana yake wao wanapoanza usiku, sisi tunaanza asubuhi. Sisi tunapoanza usiku, wao ndo wanaanza asubuhi. Tunafunga pamoja vipi? Tumepishana na Mexico kwa masaa 9 na miji mengine na nchi nyingine nyingi sana. Tunafunga vipi pamoja wakati sisi tumeshapishana na hayo maeneo kiasi kwamba wao wako katika siku nyingine na sisi tuko katika siku nyingine? Wao wanaanza asubuhi, sisi tunaanza usiku. Sasa tutoe mfano wa Hawaii. Sisi tunapoanza kufunga, wao manake wako usiku, wanaanza usiku. Manake wao wanaingia kwenye tarehe nyingine, kwa sababu tarehe inabadilika magharibi. Na kwa hivyo wao watakuwa katika tarehe nyingine, sisi ndo kwanza tunaanza kufunga asubuhi, tuko katika tarehe nyingine. Ndo tujalie hiyo ndo siku yetu ya kwanza tunaanza kufunga. Siku yetu ya kwanza. Wao wako katika tarehe nyingine na sisi tuko katika tarehe nyingine. Tunafunga vipi pamoja? Au tujalie tayari sisi ndo umeshaandama mwezi, wao wako asubuhi, itabidi walazimike na wao wajizuie sasa. Watambua sehemu fulani ushaandama, ingawa wao asubuhi, lakini itabidi wajizuie. Lakini sisi tayari tumeshaingia kwenye tarehe nyingine na wao wanamalizia siku yao nyingine, kwa sababu tarehe zinabadilika magharibi. Tunaenda sambamba vipi katika kufunga? Lakini angalia hili jambo lilivyokuwa haliingia akilini. Sisi wakati tuko magharibi ndo Ramadhani imeshaingia huku, mathalan Tanzania. Kuna wenzetu ndo wako mchana. Na kwa hivyo unaposema kwamba hukumu ukishaandama mwezi, hukumu ya dunia nzima itakuwa tayari ni kama ile hukumu ya pale ulipoandama, kwa maana dunia nzima itakuwa imeshaingiwa na Ramadhani. Ina maana wakati umeshaandama huu mwezi magharibi, kuna watu walioko mchana saa 7 wameshakunywa chai, wameshakula chakula cha mchana. Ina maana wao, itakuwa maana yake, tafsiri yake, walianza siku yao kutokea usiku, walianza ikiwa nusu na robo si Ramadhani, robo ni Ramadhani. Wanamalizia robo siku yao ikiwa ni Ramadhani, nusu na robo walioianzia si Ramadhani. Na kwa hivyo nao walazimike wajizuie sasa, wako ndani ya Ramadhani. Na ikiwa wako ndani ya Ramadhani, tafsiri yake vipi? Hii Ramadhani robo walioipata, Ramadhani nusu ambayo kwa wao imeanza saa 7. Maana tujalie huku kwetu umeandama mwezi saa 1, tumeuona mwezi saa 1 usiku umeandama. Wao wakati huo naandama, tukawapigia simu haraka haraka kwenye mji ambao kwa wao ni mchana, ambao tayari wameshakunywa chai, walitoka kwenye usiku wao, mwezi haujaandama. Ina maana hawa itakuwa sasa hivi ulipoandama tu na wao washaingia ndani ya Ramadhani. Ina maana Ramadhani kipande. Jamani, hebu tutumieni akili tu. Tutumieni akili. Hili jambo haliingia akilini kabisa. Si tu kwamba halitekelezeke, haliingia akilini. Haiwezekani. Na ndio maana nasema hata wanachuoni ambao walishika msimamo huu wa kwamba mwezi ukionekana popote, wao wenyewe hawakuweza kutekeleza msimamo huu. Na kila siku mimi nasema, kila siku Uislamu usidhalilishwe. Uislamu unatekelezeka kwa 100% bila ya teknolojia, bila ya kusubiri utandawazi. Yani mtu unaposema kwamba miaka 1000 takriban 300 iliyopita tokea mtume anafariki, watu walikuwa wanafunga bila ya teknolojia. Hakuna simu, hakuna
kompyuta. Watu walikuwa wanafunga hivi kila nchi na mwandamo wake. Unataka kutuambia kwamba hao wote walikosea na ilikuwa Uislamu hauwezi kutekelezeka, bali ulikuwa unasubiri Uislamu teknolojia, unasubiri simu ili uweze kutekelezeka katika jambo la kufunga kwa 100%. Wallahi huku ni kudhalilisha Uislamu. Uislamu unatekelezeka kwa 100% bila ya kusubiria teknolojia, bila ya kusubiria simu wala kompyuta. Na kwa hivyo vile ambavyo ilikuwa ikitekelezwa ibada ya funga na ibada nyinginezo, ndio itaendelea kutekelezwa vile vile. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, ndo kanuni inavyosema. Haiwezekani kusema kwamba eti huko nyuma alikuwa kwa katika dharura, ina maana Uislamu ulikuwa hauwezi kutekelezeka kwa 100% ukisubiri utandawazi ili uweze kutekelezeka. Hapana, si kweli. Uislamu hauna udhaifu huo. Kwa hiyo msimamo wa mwezi wa popote ni msimamo wa kizushi. Lakini jambo jingine, lao ingelikuwa msimamo huu ni sahihi huko nyuma wakati wa wema waliotangulia, ingelikuwa huu msimamo wa kufunga popote ni sahihi, wangeliandikiana barua mataifa kwa mataifa. Barua ingeandikwa ikapelekwa taifa jingine, je, mwezi kwenu uliandama tarehe ngapi katika kuingia Ramadhani? Halafu ile taifa lingejibu, uliingia mwezi uliandama tarehe fulani katika kuingia kwa Ramadhani, ili watu wajue ikiwa walikula siku ambayo mwezi haukuandama walipe. Lakini hilo halikufanyika hilo, na kuonyesha kwamba kila watu watafunga kwa mujibu wa mwandamo wao. Hoja nyingine inayoonyesha kwamba msimamo wa kufunga watu kwa mwandamo wao ni msimamo sahihi, hii hadithi ya Quraib ambayo nimeieleza kwa ufupi. Hii hadithi ya Quraib, hadithi hii ni khas na ile hadithi iliyozungumza sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ile hadithi ni am, imezungumza kwa ujumla, fungeni kwa kuona na fungueni kwa kuona. Hii hadithi ya Quraib ya Ibn Abbas ni hadithi khas, na katika kanuni utaratibu hasa al-khasu muqaddamun ala al-am. Dalili ile khas inatangulizwa katika kufanyiwa kazi juu ya ile am. Kwa hiyo hii khas inakuwa ni kama vile imeifafanua, imeichambua ile am. Ngoja nikupe mfano katika Qur'ani kuna aya inasema wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma, mwezi mwanamume na mwanamke wakateni mikono. Mkono ni huu, ndo mkono huu ni mkono. Hii aya imezungumza kwa am, kwa ujumla, haijazungumza mahala gani pakatwe. Lakini tukiangalia kwenye mafundisho ya Mtume, mwezi anakatwa mkono wapi? Hapa kwenye hiki kiganja, juu ya hiki kiganja hapa kwenye maungio. Kwa hiyo haya mafundisho yaliyokuja kuhusisha ndiyo yanatangulizwa katika kufanyiwa kazi, yakifahamika kama ni uchambuzi wa ile aya ambayo imezungumza kwa ujumla, mwezi mkateni mkono. Na haikumaanisha ile aya kwamba popote unaweza kukata hapa, bali kwa mara ya kwanza mwezi atakatwa kwenye sehemu yake ya kwenye maungio hapa. Kwa hiyo ile dalili ambayo imekuja kuhusisha inatangulizwa katika kutendewa kazi juu ya ile dalili ambayo imekuja kuzungumza kwa ujumla. Tutoe mfano tu kwenye Qur'ani baina ya aya na aya. Mfano Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wallahu muhitun bil kafirin, Allah ni mwenye kuwazunguka makafiri. Lakini anawazunguka vipi? Lakini kuna aya nyingine ikaja ikasema wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Hii aya imekuja kufafanua kwamba kuzunguka kwenyewe ni kwamba Allah amewazunguka kwa ilmu, yani anawajua nje ndani. Kwa hiyo kuna aya inazungumza kwa ujumla na kuna aya inakuja kuzungumza kuhusisha. Inayotangulizwa kidalili ni hii ambayo imekuja kuhusisha, ikichukuliwa kama ni ufafanuzi wa ile iliyokuja kuzungumza kwa jumla. Kwa hiyo dalili inatolewa hivyo. Mfano katika uharamu wa damu, kuna aya inasema hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmu khinzir. Pale Allah amezungumza moja kwa moja kwamba mmeharamishiwa mfu na damu. Basi kwa ujumla tu imezungumza hii aya damu. Lakini kuna aya nyingine ikaja ikazungumza au dama masfuha, au damu yenye kuchirizika. Na kwa hivyo ulama wakasema damu ambayo ni haramu ile damu ambayo ni masfuh, ile damu kidogo tu inayopatikana kwenye samaki na nyama na nini, kidogo tu, haina tatizo. Lakini ile damu hasa yenye kuchirizika ndiyo damu ambayo imeharamishwa. Kwa hiyo ile ya mwanzo imezungumza kwa ujumla, hii ya pili imekuja kuhusisha.
Inapokuja dalili ya ujumla, jambo likawa limezungumzwa kwa ujumla, kisha ikaja dalili nyingine kuhusisha, inayotangulizwa katika kufanywa kazi ni hilo kuja kuhusisha, kwa maana inatafsiriwa kwa imeichambua, imeifafanua ile dalili iliyokuja kuzungumza kwa ujumla. Kwa hiyo kuna hadithi ambayo imezungumza fungeni kwa kuuona na fungueni kwa kuuona popote. Kisha kuna hadithi ya Ibn Abbas ambayo yeye amekataa mwezi wa Sham, na akasema hivi ndivyo alivyotufahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alivyotuamrisha. Na kwa hivyo hii ni khas ambayo itachukuliwa ni tafsiri, ni ufafanuzi wa hadithi ile kule iliyozungumza kwa ujumla. Al-khasu muqaddamu ala al-am. Huu ndio utaratibu wa kutoa dalili. Lakini jambo jingine wanasema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, si ndio? Fungeni kwa kuona na fungueni kwa kuona. Wanasema Mtume kazungumza na watu wote kwa ujumla. Lakini sisi tunaambia pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akizungumza kupatwa kwa jua na kwa mwezi, alisema hivyo hivyo, alizungumza kwa ujumla na watu wote. Akasema utapopatwa mwezi na jua, fad'ullaha wa sallu, muombeni Allah na musali, muombeni Allah na musali. Je, hii ina maana kwa kuwa Mtume kazungumza kauli ya ujumla na kwa watu wote, ina maana kwamba jua likipatwa Saudia na sisi hapa ndo tusali kwa kupatwa kwa jua? Ndio ina maana hiyo? Hapana. Kwa hiyo ile mtu kusema eti mwezi ni mmoja, kuna mtu tena bila aibu anasema mwezi ni mmoja na kwa hivyo lazima tufunge. Mwezi ni mmoja, mwezi ni mmoja sawa, lakini miandamo ni tofauti. Kama mwezi ni mmoja, mbona ukipatwa huko we hapa huswali ile sunna ya kupatwa kwa mwezi? Mbona huswali ili uachiwe? Na unasema kwamba haujapatwa hapa na mwezi ni mmoja. Mwezi ni mmoja lakini hukumu ni tofauti na una miandamo tofauti kutokana na maeneo ambayo upo huo mwezi. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba msimamo wa mwezi wa kimataifa ni msimamo wa kizushi na ni msimamo ambao hauingii akilini na hautekelezeki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpendwa ambaye unatufuatilia kupitia Haji Upepo Online TV. Natumai bila shaka wewe ni mpenzi wetu kwa hali na mali, na natumai pasina shaka kwamba unatamani harakati zetu zifike mbali zaidi na chaneli yetu iboreke zaidi. Kwa hivyo basi tunakuomba hivi sasa tuma mchango wako kwa haraka mno kupitia namba zetu hizo hapo chini. Kisha baada ya kutuma mchango wako tu nitumie SMS kupitia WhatsApp kwa namba yangu hiyo hapo, na hapo nitakuunga katika magrupu yetu ya elimu ambayo tunafundisha vitabu na fani mbalimbali ili uwe memba wa Haji Upepo Online TV. Channel yetu kwa sasa haina vifaa kabisa, na kwa hivyo tunaomba uchangie sasa bila ya kurudi nyuma na bila ya kusema kwamba atachangia mwingine. Ni wewe ambaye tunakutarajia utashikamana nasi katika hali yetu hii ya kidharura ili tutatue tatizo letu hili na harakati zetu ziende mbele. Fanya haraka kwenye hili, changia sasa kadri ya uwezo wako kupitia namba zetu hizo hapo, kisha nitumie SMS kupitia WhatsApp. Shukran sana wa jazakumullahu khairan.